Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo saa na wakati kama wa leo. Ni mara nyingine tena basi pale ambapo tunakuleteni kumbukizi za Mwafrika. Na katika basi makala hivi leo tutaweza kuangazia kuhusu uzao ama jamii ya Ishmaeli. Na kumbuka kwamba basi kipindi hiki tunagusia kuhusu masuala ya utamaduni pamoja na masuala ya Biblia na masuala ya historia. Na vile basi tutakumbuka kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na shirika la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Na kwenye basi kipindi hiki video ama hapa studioni video ninao wataalamu ambao si wengine bali nikianza na upande wangu wa kulia, upande wa mwisho kule ninaye Bi Ruth Enkeseni ambaye basi ni mkurugenzi wa masuala ya maombi. Yeye ni mkurugenzi wa idara hiyo katika shirika hilo la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Anayemfuata basi si mwingine bali ni ndugu ama mzee ama bwana Samuel Kamidha ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Na hapa karibu na mimi si mwingine bali ni Merlin Wanjiru ambaye yeye licha kwamba yeye ni mwanahabari vile vile anahusika na masuala ya utamaduni pamoja na maktaba katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Na basi wao ndio basi watakao tufaulishia kipindi hiki leo, mada kuu ikiwa ni uzao ama jamii ya Ishmaeli. Na tutajaribu basi kuhusisha swala hili na masuala ya utamaduni, masuala ya Biblia, masuala ya kijiografia na mengine yatakayojiri kwenye kipindi hiki hivi leo. Na karibu basi kwenye kipindi, mimi ni msimulizi wako Job Onimo. Na nikianza basi pengine wewe mzee Samuel Kamidha, basi wewe ndiye utakayetutangulizia kipindi hiki leo. Je, wewe unaamini kuna mashiko yapi yaliyoko kati ya historia na Biblia? Maana wewe ni mwanahistoria ndio, lakini unaamini kwamba kuna uhusiano upi uliopo kati ya Biblia na historia na pamoja na mambo ya utamaduni? Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya historia na Biblia. Biblia ni imani. Na imani hiyo imetokana na historia ya watu. Na hiyo historia ya watu ni lazima iambatane na mazingira ya watu. Ukitizama vizuri Abrahamu, Isaka na wengine waliotajwa wametoka katika mazingira ya joto. Na mazingira ya joto pale ni kusema ilikuwa tukio lenyewe na mahali ilikuwa ni Afrika. Inaonekana wazi hao yote waliotajwa katika Biblia ni watu waliohusika na nchi za joto. Na kwa kuhusika kwao katika nchi za joto, kuondoka wanaondoka na historia zimekwenda, lakini utamaduni na ustaarabu ni ule ule. Ukimtazama Abrahamu na muone mtu kwa Mungu ni moja kama mzee akiwa koke baumani. Ukija kwa watoto wake ukaja sasa kwa uzazi wake akina Ishmaeli, unamuona sasa Ishmaeli, tuna Ishmaeli katika kila jamii. Unapata kuona watu wanakwenda wanadanganyana. Matokeo Biblia ndio inakuja sasa kuonyesha vile historia Biblia sasa ikitura mkazo na historia ni anaotokea wakati mmoja amemrusha mwenzake. Hiyo ni yetu ni Afrika. Na sasa tunamuona Ishmaeli, kile imefanyika ni kwamba maneno mengine yametamkwa kwa mtamko mwingine kwa watu ambao wameondoka. Tuna kile tunaita dispersion. Inageuza mambo wakati watu wanatahanuka wakitoka sehemu hii wakienda ile, matamshi rafuthi zinakuwa zinabadilika. Lakini historia inabaki ile ile. Na ndio tukasema ni wakati wetu sasa kuuliza lilitendeka wapi tendo hili kutokana na vile Mwafrika anavyoathiriwa. Mzungu ametueleza yake kulingana na vile anavyoathiriwa na Biblia. Na mzungu ujuavyo kuna mahali pengine katika Biblia hatataja. Katu hazitaja. Kwa sababu unaona hii nikitaja hapa nimekusa. Lakini wewe na mimi tunataja wazi. Na ndio labda mtaalamu wetu upande huo Ruth Enkeseni ndio labda hatujui atatuambia nini wiki hii kuhusu Ishmaeli. Na Ruth, manake kwamba Mwafrika ni mtu ambaye yupo na mseto wa imani na pamoja na masuala ya utamaduni. Mambo kama je, wewe kama mtaalamu ambaye umeshughulika na masuala haya kwa muda mrefu, basi sio kwamba mchango upi wako ni upi kulingana na ukizingatia kwamba mwamko mpya wa Mwafrika na ukisawazisha mambo haya pamoja na jamii ya Ishmaeli? Karibu sana kwa tamasha yetu ya mwamko mpya wa Mwafrika. Na hili jambo ni la maana sana kwa ajili utamaduni
ni Mungu alitupatia. Na wakati Mungu alituumba sisi wa Afrika na akatupatia utamaduni wetu, kila wakati tunapotoka kwa ule utamaduni, basi tunajikuta kwa hali ya hatari sana. Kwa ajili maombi yetu, mazingira yetu na mienendo yetu inakuwa imetoka kwa ile laini yenye Mwenyezi Mungu alituweka. Na tukiangalia sana kwa Biblia, Mungu wakati alikuwa anaongea na Musa alimuuliza, na alikuwa hapa Afrika. Musa alikuwa Afrika, Egypt ni Afrika, Waisraeli walikuwa hapa miaka 400 Afrika, na nina hakika ya kwamba hawa Waisraeli walioa wasichana wa Afrika. Na watoto waliozaliwa wakaitwa Waisraeli ni watoto wa mama wa Afrika. Na basi Musa akamuuliza Mungu, nikienda kwa Waisraeli niwaambie Mungu wa babu zetu amenituma, waniulize jina lako, nitawaambiaje? Mungu alisema, mimi ndiye. Mimi ndiye niishie kama nilivyoishi. Na basi hapo ni kama akasema, mimi ni Mungu ambaye utamaduni wangu ni imara na sitawahi kugeuka kamwe. Mimi ndiye na mimi ni imara kama vile sisi tutakaa na utamaduni wetu. Yani Mungu ndiyo kiongozi cha utamaduni wetu. Na sisi hatukuunda, tuliikuta pale. Baba zetu waliikuta pale. Kwa hivyo ni lazima turudi pale ili tujisikie sasa tukiwa na nguvu za kwenda mbele. Leo tutaangalia habari ya mtoto anayeitwa Ishmaeli, ambaye kwa ukweli msikilizaji alizaliwa ni Abraham, na yule msichana alikuwa Muijipti, alikuwa anaitwa Hagari. Na huyu mama akisemekana ni Muijipti, zamani sana watu wa kule nje hawakuweza kutofautisha Afrika na Misiri. Kwa hivyo kila wakati wakiwa kule nje walikuwa naona kule ni Misiri tu, kule ni Egypt. Kwa hivyo unaweza kuwa unaongea Egypt na hali huyu bibi alikuwa ametoka Kenya. Kwa ajili hawa wanajua huko ni Egypt. Ni kama Afrika haikuwa imeongelewa sana, ni watu wa nje. Kwa hivyo wakisema Egypt, tusifikiria huyu mama akiwa kutoka kule tu Egypt ya leo. Tumpe nafasi, anaweza toka kwa eneo yoyote ya Afrika ambayo tutamuona kidogo. Basi wacha tusomewe habari ya Mwenyezi Mungu ambayo ni historia kamili ya binadamu, ikiwa kwa Genesis 25 verse 12 mpaka 18. Tutasoma na ni kuhusu wazawa wa Ishmaeli. Hawa ndio wazawa wa Ishmaeli mwanawe Abrahamu, ambaye Hagari Misri alikuwa mjakazi wa Sara alimzalia Abrahamu. Hii ni orodha yao kufuatana na kuzaliwa kwao: Nebayothi mzaliwa wa kwanza, Kedari, Adbeli, Mibsamu, Mishma, Duma, Masa, Hadadi, Tema, Yeturi, Nafishi na Kedema. Hao ndio watoto wa kiume wa Ishmaeli waliokuwa asili ya makabila 12. Makazi ya vijiji vyao vilijulikana kwa majina yao. Ishmaeli alikuwa na umri wa miaka 137 alipofariki. Akajiunga na wazee wake waliotangulia. Wazao wa Ishmaeli walikaa katika eneo lililo kati ya Hawila na Shuri, mashariki ya Misri kuelekea Ashuru. Walikaa kwa utengano na wazawa wengine wa Abrahamu. Umeisikia ya kwamba watoto wa Ishmaeli makazi yao ilijulikana na jina lao. Kwa hivyo tukipata makazi ndani ya Afrika ambayo itakuwa na jina moja ya mtoto, tutajua Ishmaeli watoto wake walikuwa pale. Lakini jambo la ningetaka kumfunza tu msikilizaji kusoma Biblia. Wakati unasikia kama jina Nebayoth, hii oath imeongezwa ni Muhibru wakati anaandika jina ambalo sio lao. Unakuta nikiisha na I anaeka oath. Kama sasa hilo jina kama ni mimi nitaliita Nebai. Nebai alafu imeongezwa oath. Sasa Nebai ni jina la Kimasai.
Na tukimleta Mmasai hapa hata labda atakuwa anaitwa Nebai yeye mwenyewe kwanza kabla hajatuambia kama hili jina ni la kwao. Na lakini yule mtoto nimemuona akiwa ndani ya mapu yetu ya Kiafrika, nimemuona mtoto anaitwa Nduma. Na Nduma mji uko ndani ya Sudan. Na pia kuna mtoto anayeitwa Masa. Na sio watu wengi wa dunia wanaitwa Masa. Kwa ajili hata unakumbuka wakati ya kifo cha mheshimiwa wetu Saitoti, maana mimi ni mtu wa Kajiado, tulisema sisi familia ya Maa tunalia kifo cha mmoja wetu. Na tukisema Maa tunasema dunia yote nzima wale wanaitwa Maa. Kwa hivyo ukisikia Maasa ni rahisi sana kuwa ni huyu Mmasai. Na tutaangalia kwa maandishi mengine, tutamkuta kwa Bible Mmasai wetu huyu. Na akiwa ndani na yeye ni Mkenya, hata sisi wa Kenya tutaingilia hiyo mlango, maana ni Mwafrika wetu. Na basi ningetaka kuwaonyesha kwa hii atlas ambayo niko nayo mkononi, ile mji ambayo tumesikia makaazi yao ilijulikana kwa jina lao. Na hii itakuwa kwa ndani ya Sudan. Hii ndiyo pahali pameitwa Onduma. Pameitwa Onduma kwa ajili sisi wa Afrika tuna mazoea ya kutaja, kumpa kajina kadogo kwa mji fulani. Na hii sio la kwanza. Ukiona kama mji mkuu wa Ethiopia unaitwa Addis Ababa. Unaona nika kitu kameongezwa. Haya, tukiangalia pia eneo lingine la Sudan utakuta kama El Obedi. Una El Obedi imeongezwa kidogo. Na pia kuna South Sudan kuna El Bukhariat. Naona, na sisi Kenya tuko na El Wak na tuko na Ol Njororok. Tuko na kule Turkana Lok Chogio. Kwa hivyo ni kawaida sana msikilizaji sisi kuwa na majina kama haya. Na inakuwa ile jina ndogo liko mbele lisi kuchanganye, ujue bado lile jina lilanofuata ndio hilo. Labda Nairobi ilikuwa ni El Nairobi. Lakini hii yote tutayachambua, maana tuko nayo kwa map zetu ambayo ziko sasa kisasa hivi. Na hii atlas ni atlas mpya ambayo iko na sahihi kabisa kwa wenyewe kule Uingereza. Tulikuwa tumesomewa Mwanzo 25 kifungu cha 12 mpaka 18. Na hapo ndio tuliona ya kwamba wanawe Ishmaeli waliishi eneo ya kutoka Havila mpaka Shur. Jina linalo tunayojua sisi sasa ni kuwa Shur ni Sudan. Na ikiwa imetajwa Shur kwa haya maeneo ambayo huyu mtoto aliishi, basi imelingana na mapu yetu na atlas yetu ya kuwa kule tena Sudan tumemkuta Nduma. Kwa hivyo tusijidharau. Tujue tuko mstari wa mbele kwa ajili wanaye wa Abrahamu walibarikiwa sana. Na aliambiwa utazaa wafalme na watoto wako watatawala dunia. Na hii jambo ilifanyika na bado sisi ni watoto wa huyo mzee. Ukiangalia wanabii kama Isaya amesema watarudi hapa. Na umesema kwamba Abraham aliambiwa kwamba wanao watakuwa viongozi waliobarikiwa. Je, ni wote? Maana alikuwa na wanawe wawili, Isaac huyu ama Isaka pamoja na Ishmaeli. Je, wote walikuwa walibarikiwa kiasi hicho ama mambo yalikuwaje? Ukisoma Biblia sana utaona ya kwamba Isaka ndio alipatiwa mali aliachiwa ni Abrahamu na baraka ya kubeba jina lake likiendelea. Lakini mwanawe Ishmael babake alikuwa na huzuni sana kumwacha aende. Basi Mungu akamwambia usijali, nitambariki huyu mtoto na atakuwa baba ya nchi 12 ama watu group 12. Na ndio tumetaja hapa. Na akamwambia nitambariki na atakuwa pia na maendeleo kubwa sana. Kwa hivyo
huyo mwanawe alibarikiwa, na hizo baraka bado zinatambaa kwa watoto wake, na watoto wa Isaka pia wanabarikiwa mpaka leo juu ya jina la baba yao ambaye anaitwa Abrahamu. Na kwa hivyo tukiangalia tena pale tulikuwa tunasoma Mwanzo 25 kitengo cha 12 mpaka 18, ilimesemekana walikuwa naishi mashariki mwa Egypt. Wakati wanataja Egypt hapa, kuna uwezekano wanataja Afrika. Kwa ajili ukiangalia Egypt kila wakati wanasema Misri, inakuwa ni Afrika wanaongea habari yake. Sasa alikuwa wanaishi Afrika Mashariki. Na ndio tena ukiwaangalia kwa hiyo map unawaona kitengo cha Afrika ya Mashariki. Kati ya Kenya, Uganda, Tanzania. Kabisa, na tena sana. Kwa ajili hawa watoto wamezaana tangu siku ya Ishmaeli. Hawa ni watu wengi sana, hata wanaweza jaza Afrika wakiwa peke yao. Maana ni kizao kilikuwa na yeye alipata watoto vijana 12. Kila kijana tena amezaa. Na ni miaka karibu 1400 zimepita. Kwa hivyo hii ni baraka yetu kubwa sana. Kwa ajili sisi tulio Afrika tumebeba baraka ile ya Mungu, na Mungu akikubariki ile ni ya kwanza tik. Hiyo ni lazima utapasua hata kama ni mlima. Na nyingine ni kuwa sisi tumemfuata Mungu ambaye ndio mwenye juu na nchi. Na ndio nasema mwamko mpya wa Mwafrika tutajiona kati ya Biblia. Turudie zile nguvu zetu, alafu tutawale dunia tena. Kama wako bado wale wanaotunyanyasa, wataona tukiwatawala hivi karibuni. Maana Mwafrika tukina ndio kwa ajili Mwafrika litawanyishwa ili nguvu zake ziishe. Lakini tukirudiana tukae kwa utamaduni yetu, basi Mungu anakuwa baba yetu na anakuwa kiongozi wa Afrika. Ndiyo. Na basi sijui kama tunaweza angalia tena kwa area nyingine ambaye ni mtoto anaitwa Isaac. Isaac naye ni mtoto bado wa Abrahamu. Lakini tuone kidogo maeneo yake na vile ilivyotendeka kwa Mwanzo 27 kitengo ya kwanza mpaka 29. Ni kuhusu Isaka anambariki Yakobo. Isaka alikuwa amezeeka na macho yake yalikuwa hayaoni. Basi alimuita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, "Mwanangu." Naye akaitika, "Naam baba, nasikiliza." Isaka akasema, "Tazama, mimi ni mzee, wala siku ya kufa kwangu sijui. Basi chukua silaha zako, yani podo na upinde wako, uende porini ukaniwindie mnyama, halafu nitengenezee chakula kitamu kile nikipendacho. Uniletee ili nile, nipate kukubariki kabla ya kufa kwangu." Kumbe wakati huo Isaka alipokuwa akiongea na Esau mwanawe, Rebeka alikuwa anasikiliza. Kwa hiyo Esau alipokwenda porini kuwinda, Rebeka akamwambia mwanawe Yakobo, "Nimemsikia baba yako akimwambia kaka yako Esau amwindie mnyama na kumtengenezea chakula kitamu ili ale, apate kumbariki mbele ya Mwenyezi Mungu kabla ya kufa kwake. Sasa mwanangu, sikiliza maneno yangu na utii nitakayokuagiza. Nenda kwenye kundi la mbuzi uniletee wanambuzi wawili wazuri. Nimtengenezee baba yako chakula kitamu kile apendacho. Kisha utampelekea baba yako ale, apate kukubariki kabla hajafa." Lakini Yakobo akamwambia mama yake Rebeka, "Kumbuka kaka yangu Esau amejaa nywele mwilini, hali mimi sina. Labda baba atataka kunipapasa nami nitaonekana kama ninamdhihaki. Kwa hiyo nitajiletea laana badala ya baraka." Mama yake akamwambia, "Laana yako na inipate mimi. Mwanangu, wewe fanya ninavyokuagiza, nenda ukaniletee hao wanambuzi." Basi Yakobo akaenda akachukua wanambuzi wawili akamletea mama yake. Naye akatayarisha chakula kitamu kile apendacho Isaka baba yake. Kisha Rebeka akatoa mavazi bora ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo. Akamvika pia ngozi za wale wanambuzi mikononi na kwenye sehemu laini shingoni mwake. Kisha akampa kile chakula kitamu na mkate aliokuwa ametayarisha. Basi Yakobo akaingia ndani kwa baba yake, akamuita, "Baba," naye akaitika, "Naam, ni nani wewe mwanangu?"
Yakobo akamjibu baba yake, ni mimi Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniagiza. Tafadhali baba, kaa kitako ule mawindo yangu ili upate kunibariki. Lakini Isaka akamuuliza, imekuwaje umepata mawindo upesi hivyo mwanangu? Yakobo akamjibu, Mwenyezi Mungu, Mungu wako amenifanikisha. Ndipo Isaka akamwambia Yakobo, basi mwanangu, karibia nipate kukupapasa ili nijue kweli kama wewe ndiwe mwanangu Esau au la. No. Yakobo akamkaribia baba yake Isaka, naye akampapasa na kusema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni ya Esau. No. Hakumtambua kwa sababu mikono yake ilikuwa yenye nywele nyingi kama ya Esau kaka yake. Kwa hiyo akambariki, akamuuliza tena, kweli wewe ndiye mwanangu Esau? Naye akamjibu, ndio. Basi baba yake akasema, niletee hiyo nyama nile mawindo yako mwanangu, nikubariki. Hapo Yakobo akampelekea chakula naye akala, akampelekea divai pia akanywa. Ndipo baba yake Isaka akamwambia, sogea karibu mwanangu unibusu. Basi Yakobo akamkaribia baba yake na kumbusu. Na baba yake aliposikia harufu ya mavazi yake akambariki akisema, tazama, harufu nzuri ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Mwenyezi Mungu. Mungu akumiminie umande wa mbinguni, akupe ardhi yenye rutuba, nafaka na divai kwa wingi. Jamii za watu zikutumikie na mataifa ya kuinamie kwa heshima. Uwe mtawala wa ndugu zako, watoto wa kiume wa mama yako wakuinamie kwa heshima. Kila akulaanie na alaaniwe, kila akubarikie na abarikiwe. Hapo awali Esau alikuwa amebadilisha nafasi yake ya kuwa mtoto wa kwanza. Wakiwa wawili na Jacob. Alikuwa na njaa sana, alafu akamuomba Jacob, nipe chakula. Jacob akamwambia, siwezi kukupatia, labda unipe ile nafasi yako ya kuwa wewe ndio mtoto wa kwanza. Basi wakajihapa mbele ya Mungu wakiwa wawili. Sasa tunaona Mungu akitimiza ile kiapo walifanya, lakini kwa njia nyingine. Lakini haya tumesoma, naona ni kama boma ya Mwafrika. Yule mzee baba yangu akitubariki. Na mi naona hiyo ndio bado hiyo. Lakini sasa maana maneno ya wazee ni wazee peke yake wanaweza sema. Pengine tusikie kutoka kwa ndugu Samuel. Nataka kusema haya yameandikwa kutoka makazi ya Afrika. Naam. Nimekwisha juana na watu wengi. Nimesoma jamii nyingi, asili yao na jibiko zao, na hakuna hadithi kama hii. Naam. Hii ni hadithi ya mtu ambaye amekwisha wakati mmoja oja ustaarabu wa Afrika. Kwa sababu kuna kile kinatendeka. Msomi anaona Ismaili amenyang'anywa uongozi na ndugu yake mdogo. Na ni kwa nini ni lazima baba ambariki? Kwa Kiafrika wakati unapeleka ile chakula unapeleka, wazungu wanaita African manna. Kwa sababu hawana msamiati wa lile linatendeka pale. Kile chakula kile wanakiita African manna. Hakuna mzungu atasema nilete keki nikubariki. Hasa hakuna hiyo. Atalifanya kwa sababu ameliona katika Biblia, akatengeneza lake ambalo halina achiki. Lakini Mwafrika anaposema nitengenezee chakula nikubariki, linakuwa na uzito. Huwa anafanyika nini? Wakati amesema lete mikono yako nikubariki, zile nguvu zake humtoka moja kwa moja, linakuja kujipachika kwa huyu. Mzungu hana hilo. Ningetaka kuunga mkono kabisa mzee Samuel Kamidha, na pia niunge mkono Biblia yetu ya kuwa hiyo ndio utamaduni wa binadamu ambayo wako hii sehemu ya Afrika, na ni Afrika kutoka juu mpaka chini. Hiyo ndio maneno za baraka za wazee na watoto wao. Na pia hiyo mtindo pia tunarudi tunaiona wakati Jacob mtoto wa Isaac alirudi kwenda kuoa. Wakati alitaka sana kumwoa Rebeka, alipatiwa Lea. Akaambiwa, haiwezekani ukamuoa huyu wa pili kama hujamuoa huyu wa kwanza. Na maana hajapata bwana, nimekupa, maliza sherehe,
baada ya sherehe nitakupa huyu wa pili. Na hiyo ndio tena mila Kiafrika. Mimi nikiwa msichana wa pili boma yetu, siwezi olewa mbele, lazima kuwe na sherehe fulani itafanywa ili inifungulie. Ili sasa yule wa pili ama huyo wa pili aolewe bila madhara yoyote. Na hayo pia ni utamaduni wetu wa Kiafrika. Ndugu mtazamaji, na hadi hapo basi sina la ziada, ili tubasi kuyatamatisha makala haya ya kumbukizi za Mwafrika. Kwa niaba basi ya wote waliofanikisha makala haya, bila kuwasahau kianza kule mwisho, ni dada Ruth Nkeseni ambaye yeye ni mkurugenzi wa masuala ya maombi katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Vile vile basi sina budi kurudisha shukrani mzee ndugu Samuel Kamida ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Vile vile basi siwezi kumsahau dada Marilyn Wanjiru ambaye basi vile vile amekuwa na msaada mkubwa kweli. Hadi basi wakati mwingine, panapo majaliwa Maulana, ni msimulizi wako Jobo Nimo, na kutakia amani ya Bwana.